Mwanangu, kuna safari nawe wazia kusafiri, na kama nitafanikiwa kusafiri mwanangu, majukumu yote ya familia naacha mikononi mwako. Kwa namna yoyote ile, hakikisha mdogo wako haachi shule. Kama ni kuuza rasilimali zote zilizopo hapa nyumbani, mwanangu uza, kamwe asiache shule. Mpende mama yako, wapende wadogo zako, na wapende watu wote mwanangu wanaoingia katika malango yako. Na huu ndo ujumbe nao kuachia mwanangu. Lakini baba hakutenda kosa, lakini alihukumiwa. Hakujua kisa nini na uhai akadhulumiwa. Maginya mtu wa watu, hakuwahi iba cha mtu. Ubaya akapewa na watu, ama kweli chuma uliwa na kutu. Masango, mbona unalia? Manyanza, naona kabisa sina thamani ya kuendelea kuwa katika uso wa dunia, na napingana na waliosema kwamba dunia ni duara. Mimi naona kama dunia ni pembe tatu, na ndio maana kila napogeuka inanichoma. Ni hivi juzi tu umetoka kumzika baba yangu. Tenda wema, nenda zako. Shukurani ana mwanadamu, atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu. Mirati, mirati, mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi, kisa ni mali za urithi. Mirati, mirati, mirati ndicho chanzo cha maasi. Ndugu wamegeuka wasi, kisa ni mali za urithi. Kisa ni mali za urithi. Unajua kabisa baada ya muda mchache mama yangu amerukwa na akili. Lakini kibaya zaidi, shemeji yako ananinyanyasa. Shemeji yako ananitesa. Shemeji yako amekuwa na tabia ya ajabu. Akitoka asubuhi karudi muda na utaka, na bado ukimuuliza hakupi majibu yanayojitosheleza. Kwa nini ananifanyia hivi? Kwa nini anafanya yote haya? Au ni kwa sababu ya hali yangu? Ai, na mwako mwana wale na ntore hisumbe. Yes. Mwana wale yombo. Hakule. Ndio. Aheshimiwe. Yaye wakunchezera. Mwanwa, unoyo huyaliza kutawala nyo. Natawala ge. Ikomayo. Oyagi mkuu. Tikoma ala hisumbe wakunkwaka. Mwana wako yombo. Niwe wawiza, pisa twakwe tusoga, tuninda twakwe twawiza, kana makaka kawiza, isheku li abasheku, yombo, yakungu haka ya jage sumpe, kashimono na masala. Sikia nikwambie rafiki yangu. Shida za duniani ni za kila mmoja, sio za kwako peke yako. Shemeji kaa naye chini,
umweleze, akuvumilie, umbembeleze. Kumbuka yule ni mwanamke, anahitaji kubembelezwa. Manyanza, ni mara ngapi nimekuwa nikikulalamikia kuhusiana na shemeji yako? Ni mara ngapi nimekuwa nikimbembeleza? Nimeamini kule usemo wanaosema kwamba penzi la maskini halithaminiki. Hanithamini kwa sababu sina kitu, lakini mimi sijapenda niwe hivi. Sawa. Mama yuko wapi? Mbona simuoni? Mama hata sijui kaelekea wapi, na nimetembea mtaani kote hata simuoni. Sijui ameelekea wapi. Cha kufanya rafiki yangu, twende tukamtafute. Tutamtafutia wapi? Tutazunguka mtaani pote, tunahakikisha tumempata. Elena, unaichukuliaje jambo la mimi kupata ujauzito? Wewe naye, yaani mimi hata aliniingia akilini kabisa. Aya, ulisikia kuna kesi ya Bakari? Kiukweli sijaisikia. Sasa wewe kinachokuuma ni nini sasa? Alafu kumbuka mimi na wewe alikuwa anatuona sisi tuna mapepe, afa anajikuta Slay Queen. Iweje leo wewe uanze kumhurumia? Hivyo Elena, unajisikia kweli unachokiongea? Kumbuka Minze ni rafiki yetu. Na yeye ni binadamu tu, alijikwaa hata kama sasa yetuita ni mapepe. Hiyo isiwe sababu ya kumnyanyapaa. Tunatakiwa tuwe naye bega kwa bega kwenye hili jambo, maana tukimnyanyapaa anaweza kumwasili kisaikolojia. Ikamsababisha kunywa sumu, kujinyonga, hata pia kutoka nyumbani kwao. Wani hiyo ni hasara kwenye familia yao. Wewe naye vipi wewe? Masuala ya kutoka nyumbani kwao yanakuhusu nini? Si ni yeye mwenyewe alipenda, nimekwambia akulazimishwa na mtu. Basi kama anaona atoke, anatoka tu. Kwa kweli namuumia sana Minza. Sijui pale nyumbani anaishije. Maana baba yake ni mkorofi sana. Tatizo naona unapenda kujibebesha majukumu ambayo sio yako. Sasa wewe kuhusu nyumbani kwao, twende la. Mnaenda wapi? Endelea tu kuongea. Maana yote mliongea nimesikia mwanzo mwisho. Hello mayo nene. Yaya wakosha. Washikoni na ngwano yo wapehi. Pinda ya ngwanone, pinda ya ngwana wane. Natala kija pikunula. Hello mam. Pinda ya ngwanone, pinda ya ngwana wane. Natala kija kumna. Hivi wewe kichaa wewe, unataka niongee mara ngapi? Sitaki kukuona hapa kwangu. Hivi umewakosa vichaa wenzio huko majalalani? Ukakaa nao huko. Mama, hapa sio hodi ya vichaa. Naomba uondoke, utoke hapa kwangu. Unataka hadi niongelee poeti ndio uelewe sitaki ukanyage hapa. Natocha kanisa kali mwana wane. Sasa sikia, ngoja nikuonyeshe. Hello mayo nene. Naomba uondoke hapa kwangu. Natocha kalolo. Naomba uondoke. Natocha mwana wane. Naomba uende. Natocha kalolo. Nenda. Nali hali mwana wane. Nali hali mwana wane. Natocha. Naomba uende. Natocha shi. Natocha. Naomba uende. Natocha. Hivi nyinyi hamna kazi za kufanya kula majumbani kwenu eh? Ila kazi mliona nyepesi ni kuongelea kuhusu maisha yangu. Mimba yangu imeingia vipi kwenye maisha yenu? Inahusu nini? Nataka ukweli tusiuongelee au? Ukweli gani? Ukweli gani unaohusu? Mimba yangu mwenyewe, nitailea mwenyewe na nitaizaa mwenyewe. Sasa basi, msije mkaingilia tena kuhusu maisha yangu. Na ninachoenda kukiongea sasa hivi hapa, kiwekeni akilini. Siku nyingine nikikuta mmesimama mmekaa kwanza kuongelea maisha yangu, nitawanyonyoa. Nitakachokuja kuwafanya, hamtakuja kusahau katika maisha yenu. Tena naomba mtoeke hapa. Watu wengine wapoje?
Masaa yote, muda wote kuongelea maisha ya watu. Maisha yasiyohusu. Eti kila siku mimba ya Miza. Miza na mimba. Mimba ya Miza inahusu nini? Yaani kuishi kijijini ndio shida. Ingekuwa mjini ingekuwa umeshapigwa na gari wewe. Na sitaki nikuone tena hapa, ukirudi nitakuvunja hata mguu wewe. Utanijua mimi ndo Ngaile. Familia za ovyo. Hivi kwa nini mama unamfukuza? Kaka anasumbuka huko mtaani kumtafuta, afu wewe unakuja kumfukuza. Mbona unalala mbaya wewe hivi? Naomba ishia hapo hapo koma. Mama yangu anatakiwa umheshimu kama unavyomheshimu mama yako. Wewe tena hapo umegusa pabaya. Muone. Wewe kwanza rekebisha hiyo kauli yako. Huyo ni mama yenu nyinyi, sio mama yangu mimi. Na kama unamhurumia sana unaweza kumfuata huko mtaani. Hapa sio wadi ya vichaa. Siwezi nikafuga kichaa. Hapa ni special kwa ajili ya watu wenye akili timamu. Sijui umenielewa? Na kingine, hiki ulichokiona sitaki nikisikie kwa mtu yoyote. Naomba ufunge hili bakuli lako hili. Na kaka yako akija, sitaki ajue. Jiheshimu na usinisikie mdomo wangu eti nifunge domo nisimwambie kaka. Nakuja kumwambia kila kitu. Lione na macho yako utafikiri popo hili. Kwa nafikiri ukimwambia kaka yako atakuelewa sana. Ambacho kijui dada. Wewe utamwambia yote hayo ukiwa umevaa. Mimi mwenzio naongeaga naye nimevua nguo, tena nimerelax mtoto wa kike. Kwa hata ukimwambia chochote hawezi kukuamini. Unaweza kaondoka ukatoa hayo maji yako, kama unaenda kuoga ukaoge ulale. Ukue mama eti. Wewe naomba ujiheshimu. Hebu jiheshimu kabisa. Ngoja nikashusha haya maji kaka aje. Muone. Pumbavu mkubwa wewe, mfupi kama yaani wewe. Naona siku hizi unaota mapembe. Ipo siku nitakufundisha wewe mtoto. Naona siku hizi unatongozwa huko najiona umekuwa Hivi familia imelogwa. Inalana. Mwanaume aliyenioa ndio hivyo limasikini, sijui limeenda wapi sasa hivi. Na ngoja atanikuta tu. Mama. Sisi tumekaa na mdogo wangu Sakwima tukakubaliana kuuza mali za marehemu baba yetu. Marike, usengwa ina mali ya hena. Mayu, umuri gwera hegeko. Twena mpango tukuje mali chene cho. Uyirumburiane na wacha akatumira shida chako ku familia yakwe. Nane natumire na shida cyane. Niyo ndina mpango ninga hena ha. Olo kankalulu mayu lulu urebiza kitore kubya mwaka. Unene Sakwima sipai Continental HD. Break news yakisaka kitomwere. Twamala kukuyompa. Uli pandeke mwakono. Tenda mema nenda zako. Shukurani hana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu. Mirati ndilo kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi. Kisa ni mali za urithi. Mirati